Asante sana kwaya kwa kuendelea kazi njema ya kuleta baraka kupitia nyimbo kwa kanisa hili letu. Wote mlioko hapa na wote mnaotufuata, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Mwokozi. Asanti, ni baraka kubwa kuwa pamoja asubuhi ya leo kusikiza na kuabudu Mungu pamoja ili abariki roho zetu. Mimi ni mchungaji Samuel Githaiga, nampenda Yesu ni mwokozi wangu. Asubuhi ya leo ningetaka kwanza kushukuru kanisa hili sana, hasa wote wale wamechangia na marafiki zetu wote ambao wamechangia katika mambo ya fundraising ambayo tulianza 3 months ago. Na tunapofika ukingo wake, mimi naona Mungu ametuwezesha sana. Kama tumetoka zero, tumekuja karibu sasa tunafika milioni 11. Si hapo ni Mungu ametuwezesha? Tupigie Yesu makofi, na kweli twasema Mungu ni mwema na ninafurahi zaidi. Sasa tumeingia katika msimu wa shukrani, na ndio basi nimesema nikiwa hapa juu nitawashukuru ninyi kwa sababu tumeingia wakati wa shukrani. Kama ilivyo desturi yetu kama cathedral, ifikapo nusu mwaka tunakuja tunashukuru Mungu. Na tutaanzisha leo kuendelea mpaka Julai 5th, na wachungaji wetu watakuwa wakitufunza kuhusu mambo ya shukrani, na mimi ndio nitawanzisha. Basi leo mada yetu chini ya shukrani nitaongelelea kuhusu kidogo kinachotosha. Kidogo kinachotosha. Shukrani huanza kwa kutambua kwanza mahitaji ya watu, mahitaji yoyote yale. Tunafikiria basi kuhusu mahitaji. Katika boma yako una mahitaji, kama taifa tuna mahitaji, kanisa lina mahitaji. Na mahitaji ikiwa, basi jambo la kwanza ni kufikiria itakuwaje tuweze kutimiza na kupata ya kutosha ya kuwezesha sisi kutimiza yale mahitaji. Katika fundraising tumekuwa nayo, kuna mengi sana tumeweza kutatua. Na mimi najua hayo treasurer amekuwa akituambia kila Jumapili. Tumeyatatua ni kwa sababu kulikuwa na kidogo mahali ambacho watu waliachilia, na basi kikatosha kutufikisha mahali kimetufikisha. Kila Jumapili tujapo hapa kanisani, tutoa sadaka zetu. Tutoa sadaka zetu kwa sababu kanisa lina mahitaji ya kuendeleza injili ya Mungu. Kila wakati tunapoenda katika mifuko yetu kwa kujitakia, Mungu anakubali kile tunatoa kinitoshe kwa wakati ule kwa neema yake. Basi shukurani sio hatufanyi shukrani kwa sababu ya wingi wa mali, lakini tuwashukuru kwa sababu katika kile Mungu ameweka kwetu, hakika twajua na twatabua ni wema wake tu umetuwezesha. Tazama kitabu kilichosomwa kwenu, Injili ya Yohana 6. Yesu aliweza kupea watu 500,000 aliweza kuwapea chakula. Muujiza. Biblia inasema ya kwamba
alichukua kidogo alichukua kidogo kilichokuwa, akakiinua, akashukuru. Kulikuwa na mikate 5 na kulikuwa pia na samaki 2. Akachukua, akashukuru, tena akawapa. Jinsi kiliongezeka, hilo sio letu kama wanadamu kuuliza, lakini ukweli ni kwamba hii dunia ambayo tunakaa, tunaikula kila asubuhi, kila mchana na kila usiku, na jinsi Mungu huongeza hatuelewi. Tuko wengi sana, tunakula hii dunia na haishi, kwa sababu kidogo cha tosha. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Kidogo cha tosha. Kila ulikula asubuhi, mtu wa Mungu, mwingine alikula, mwingine akakula, na jioni itakuwa zatoka wapi? Ni kwa sababu kidogo cha tosha ikiwa mikononi mwa Mungu. Hivyo basi ni sawa kusema tuamka, tuwachangamkia, tuwabarikiwa, kwa sababu kuna Mungu anayetosheleza kidogo kilicho. Praise the Lord. Basi shukrani hutangulia kuongezeka. Kwa kimombo, thanksgiving precedes multiplication. Tunapokuja kushukuru mbele za Mungu, ndipo Yesu alisema tunashukuru. Ukiamka ukipata hiyo breakfast, unashukuru. Unajua unashukuru kwa sababu umepata na unakula, na kila umekula hutakipata tena, lakini Mungu kwa wema wake atapeana. Basi shukurani hutangulia kuongezeka. Kidogo chaweza tosha wakati kinapitia katika mikono iliyo na shukurani. Asubuhi ya leo tuamkia kufunzwa kushukuru tukiwa mbele za Mungu. Ningetaka kuwakumbusha kidogo tu yale ya kawaida, na ya kawaida ni ya muhimu sana, haiwezi puuzwa. Ya kwanza ni hewa tunaopumua, the oxygen. Ile hewa tunatumia huhitaji mingi, sijui kama unajua hivyo, huhitaji mingi. In fact, ukiwa healthy hata huna mkoba wa kuweka oxygen, si ni kweli? Ule mtu anabeba oxygen ni mtu mgonjwa. Lakini ukiwa healthy, hakuna mkoba wa kuweka oxygen, Mungu amekuwekea na unapumua tu kidogo kinachotosha. Praise be to God. Tunajikuta hatushukuru Mungu kwa sababu ya hiyo hewa mpaka uwe na shida ya kupumua, ndio unakumbuka, kumbe hii hewa nayo kupumua ni ya jambo ingine. Bwana asifiwe. Sikiza, watu hawafi kwa sababu hewa ya kupumua ni kidogo. Watu wanakufa kwa sababu wameshindwa kupumua ile hewa. Hivyo basi twaweza shukuru Mungu kwa sababu amekutia ndani yako vile viungo vya mwili zinakuwezesha kupumua hiyo hewa yake ambayo ni ya muhimu sana. Kidogo chafanya nini? Siniwasikie, kidogo cha tosha. Hivyo basi twashukuru Mungu kwa kidogo unayopumua ambayo inatosha. Fikiria kuhusu maji. Kuna mito, kuna ziwa, kuna mvua.
hata kuna ile maji unafungulia pale kwa tap, maji iko kwa wingi, lakini huhitaji maji mingi. In fact, maji mingi inaweza kukuua, si ni kweli? People drown, watu huangamia, huzama katika maji. Lakini Mungu akutia maji kidogo tu, ile utaweka kwa glasi ukunywe. Hutahitaji ziwa mzima uweke hapo nyumbani, unahitaji tu maji kidogo, ile utakunywa, uoge, maisha iendelee. Kidogo chatosha. Bwana asifiwe. Mkate tunayokula, chakula tunachokikula huonekana kawaida, lakini sio kawaida Mkristo. Ukikosa chakula wapata njaa, na njaa ikiongezeka yaweza kukuua. Hata yale mahitaji tuko nayo ya kifedha, sijui kama unajua, hiyo mahitaji iko kwa sababu tayari kwanza umeshaweka kitu kwa tumbo. Huwezi kuweza kulipa school fees kama tumbo hujaweka kitu. Unaanza na ile ya muhimu zaidi. Maisha ni muhimu na Mungu yuwapeana. Kile kidogo amekupea chatosha. Basi ningesema hivi, wakati mwingi tuwasahau ya kwamba hicho kidogo chatolewa na Mungu. Ukisoma Zaburi ya 145 15-16 inasema macho ya kila mtu yatazamia Mungu ili atupee chakula wakati wake. Akitufungulia mikono yake kwa wema, basi anatushibisha. Tunapokuja mwezi huu kushukuru, tunashukuru kwa kujua ya kwamba ni Mungu hupeana. Mungu wetu ni mpaji, na sisi pia tuwafaa kuwa watu wa kupeana kwa ajili ya kazi zake. Shukrani huachilia kwa mikono ya Mungu. Namaanishaje? Jinsi tulivyosomewa Yohana 6, kijana amekuja akiwa na mikate 5 na samaki 2, na huyu kijana alibeba hizi zikiwa zake. Actually Biblia inasema ya kwamba samaki wadogo. So kuna mahitaji katika maisha ambayo haiwezi allow me to put in English, there are needs that we will never meet in life until Jesus touches the resources in our hands. Kuna mahitaji hatutaweza kutimiza mpaka Yesu aguze tulicho nacho mikononi yetu. Nikisema kidogo cha tosha, sio lazima itoshe, na mnajua hivyo. Lakini wakati Yesu anaguza kidogo kilicho mikononi mwetu, hicho kidogo chaweza leta uhai kwa watu wengi zaidi. Wengine wenu mlio wazazi, pengine mahali mlianza, unaweza tazama uone Mungu vile amekuja na wewe. Pengine ulipopata familia ulishangaa, nitaweza hii familia? Watoto pengine wakakuja, hawa watoto nitawaelimishaje? Na Mungu amekuwezesha. Amekuwezesha aje? Ni wewe umekuwa mwelevu sana? Ni wewe umekuwa hodari sana? Hapana, ni Mungu amekuwezesha. Kidogo ulichokuwa nacho amekuwezesha kitoshe. Hivyo basi tuaja tukifikiria kuhusu kijana na kusema ya kwamba
kilicho kidogo alikuwa nayo aliwekelea mbele ya Yesu. Lazima tuwe na hamu ya kuachilia mikononi mwa Mungu. Tazama, Yesu anafuatwa na maelfu ya watu. Basi anawahurumia, anaona wako na njaa. Anasema, tafuteni chakula tulishe hawa watu. Sasa Philip ndiye amepewa hiyo kazi. Lakini Philip anakaa ni mtu wa mahesabu. Mimi sina shida na watu wa mahesabu. Lakini Philip anasema tunahitaji mshahara wa miezi 8 ili tuweze kulisha hawa watu. What is he saying? In fact, anasema hiyo mshahara haiwezi tosha. So ni kama anaambia Yesu, ambia hawa watu warudi, mtu akakule kwake. Hapa hakuna mshahara kama hiyo yaweza kutupea chakula cha kutosha. So yeye anafanya hesabu. Roho yake haina shukurani, roho yake ina hesabu. Now, hesabu ni mzuri, lakini hesabu inaweza kufika mahali iseme wacha tukufe njaa. Hakuna, because there is limitation in maths. Katika kufikiria mapato, wakati mwingine inaweza kukufikisha mahali mpaka uone hauna la kufanya. Lakini kuna kijana, Bwana asifiwe. Huyu kijana Andrea alipokuja kwake na akapata akona chakula, akamuitisha. Kijana akaachilia chochote alipokuwa nacho. Na hiyo ndio roho ya shukrani. Praise the Lord. Are we together? Hiyo ndio roho ya shukrani. Na roho ya shukrani ni roho kama mtoto. Huyu ni mtoto mdogo, hana mengi, ameitishwa kile tu kidogo alikuwa amepewa na mama, amepeana. Sasa huyu mtoto atakula nini? Juma lililopita lilitanguliwa na ile siku askofu alikuja hapa na kutukalisha kiti. Na basi tulikuwa tumechoka sana. Basi tulipokuwa tukienda nyumbani, kijana wangu my son akaanza kutapika. Na akifika nyumbani akaenda direct akalala. So the following day akaamka. Aliamka mapema mbele ya mamake. Nami nilikuwa nimeamka. Tukikunywa chai hapo na yeye anakunywa chai na kachapati. Mtoto akaanza kulia tumbo. Sasa mimi nakuja kanisa. Na siwezi kosa kuja kanisa. Nikafikiria, nikamwambia kuja tuombe. Nikawekelea mtoto mkono. Kakafunga macho, tukaomba, akasema amen. Kutoka hapo mtoto akachukua chapati akakula akamaliza na chai. Nikashangaa. Nikaenda nikisema, si Mungu ananifunza kupitia kwa mtoto imani ni nini? Bwana asifiwe. Lakini nilipokuwa nikienda, mke wangu amelala, amechoka sana. Nikamuita, nikamwambia unajua mtoto ni mgonjwa, amka umpeleke hospitali, mimi naenda kanisani. Sasa akaamka pole tu. Sinishaamini. Sinishaambia Mungu asante kwa imani ya mtoto. Lakini ndani yangu ninaona huyu mtoto anaweza kuwa mbaya. Sasa mke wangu alipoenda pale akakuja akaniuliza, kwa nini umeniamsha na nimechoka sana? Na mtoto ninakuta akicheza. Si unaona? Ajabu ni kwamba hata sasa hatujaenda hospitali kwa ajili ya hiyo. Mtoto alifanya nini?
Sasa nikakuwa na challenge, na hiyo ikanikumbusha Andrea. Andrea naye ndiye amepata huyu kijana mdogo na chakula, amemleta kwa Yesu, amemwambia lakini tuko na kijana mdogo ako na chakula kidogo, lakini anasema akisema ni kidogo tu, ni haitoshi. Chakula iko lakini haitoshi. Na hiyo ndio imani yetu sisi. Wakati mwingine uko na kitu lakini unaona haitoshi, unashikilia, lakini uko mbele za Yesu ambaye ni mwenye nguvu zote. Bwana asifiwe. Are we together? Sasa Mungu akwambia, kama uko mbele zangu, ulicho nacho kitazame, useme chatosha. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Mungu akupeaye, Mungu mpaaji, huyo ndiye hubariki, ili ukiikula leo husubuki utakula nini kesho, maana alicho nacho kitatosha mpaka kesho. Imani ya mtoto ndio Mungu anatuitia. Tukikuja kushukuru mwezi huu, twaja tukisema tulicho nacho tukiwekelea mikononi mwa Mungu, hakika kitatosha. Basi nikuulize, ni nini kilicho mikononi mwako? Kilichokuwa katika mikono mwa kijana mdogo ilikuwa ni mkate wa shayiri. Kwa kizungu Biblia inasema barley loaves. Now, hiyo shayiri ama barley ilikuwa ni yule mkate wa hali ya chini zaidi. Unajua hata ukienda kwa market vitu huwa tofauti. Siku moja nilienda kuombea kiwanda ya rafiki yangu ambao anafanya yogurt. Nikakunywa yogurt, ilikuwa mzuri sana. Nikamuuliza, na mbona hatununuangi yogurt kama hii? Akaniambia kila mahali kuna product yake. Kama unakaa Githurai mnaelewa? Hata kuna mahali siku moja nilikuwa nakaa nikikula nyama, nasema nyama za Nairobi ni baya sana. Kumbe sio nyama za Nairobi, ni nyama za mahali unakaa. Are we together? Kwa sababu kila kitu kina grade yake, na hiyo grade inapelekewa watu tofauti. Tuko pamoja? Sasa huyu kijana alikuja na ile mkate ya grade ya chini sana, the barley loaves. Hiyo ndio ilikuwa. Lakini sikiza, hata kama kile uko nayo ni ya kiwango ya chini zaidi, ikiletwa mbele za Mungu ni ya muhimu sana. Praise the Lord. Usijitazame ukajihurumia. Kijana huyu alipoleta, pengine hiyo ile ni chakula mtu anakulanga amejificha, watu wasione unakula chakula aina gani, lakini ishapatikana imeletwa mbele za Mungu. Yesu anasema hii ni ya muhimu mbele zangu. Na mimi nanena nasi nikiwaambia, tukiwa mbele za Mungu usikaogope. Katika mchango tumekuwa nayo, mimi nimeona watu wamebarikiwa, kila mtu anatoa yake, na nikaona ule ameleta hata ile kidogo imefanya tufike mahali tumefika. Si ni kweli? Si ni kweli? Nisaidie kupigia hao watu makofi. Kwa sababu kidogo chafanya nini? Chatosha. Bwana asifiwe. Now, kile kinadhalauliwa sana mikononi mwa Mungu ni cha muhimu zaidi. Waweza pia unajidharau, umedharauliwa mpaka ukajidharau. Tazama Mkristo, watu waweza kukudharau, lakini ukijidharau maisha yako imekuja mwisho. Inuka katika Yesu, ujiheshimu na useme ninakanyanga kwa wema na nguvu za Mungu, kwa sababu amenitosheleza. Praise be to God. So nikimalizia, tulisomewa kutoka
Wafalme wa Kwanza 17. Historia ya Elijah na mama wa Zelafeth, mama mjane. Now, kuna jambo ningetaka tutazame hapa. Elijah kama nabii ameshikwa, sitaki kutumia neno hasira, lakini amekasirika jinsi watu wamempotokea Mungu. Na kwa neno la Bwana amenena, amesema hakutanyesha miaka kadhaa mpaka muweze kumrudia Mungu. Wakati kiangazi ilianza, na munisikize vizuri sana, wakati kiangazi ilianza, hata yeye kama nabii hiyo kiangazi ilimguza. Tuko pamoja? Na hiyo ningetaka kuambia kitu moja. Unapopitia katika matatizo kwa sababu Mungu amefunga bingu, hiyo haimaanishi Mungu hakujali. Amefunga bingu kwa sababu ya dhambi zetu, lakini hata katika ile shida Mungu yuwajali mtu wake. Haleluya! Na alimjali namna gani? Alimwambia aende katika chemichemi fulani, akae pale akikunywa maji, na anamletea mkate na anamletea nyama kupitia kwa tai wa agani. Hao ndio walikuwa wanakuja kumlisha. Sasa jameni, tai anaweza kuleta chakula kiasi gani? Si ni ile tu ya kukutosheleza hiyo siku, ili tujue ya kwamba ukiwa whatever you are going through wakati huu, chochote unachopitia wakati huu, tafadhali jua kama unatembea na Mungu, chaweza kuwa kidogo lakini chatosha. Shukuru Mungu. Bwana asifiwe. Shukuru Mungu kwa sababu chatosha. Wakati ile chemichemi iliguzwa sana na ile jua na ile kiangazi na ikakauka, Mungu alimuamuru, akamwambia, toka, enda Zelafeth, utakuta mama mjane. Na Biblia inasema ya kwamba I have commanded her. Please underline that in your mind. Nimemuamuru. Praise the Lord. Now, shukurani zinatabua ya kwamba chochote ulicho nacho ni Mungu ameamuru upate. Are we together? I have commanded, nimeamuru huyo mama akupee. Sasa nataka tuanze kufikiria asubuhi ya leo, ni nini umepata? Chochote ulicho nacho Mungu aliamuru. Haleluya! Mungu amefanya nini? Ameamuru. Na usiniambie unayo. Kuwa unakuja ukipumua ni Mungu ameamuru upumue. Kuwa unakuja ukitoka mahali ni Mungu ameamuru ya kwamba utoke mahali hapo. Kuwa ulipata hiyo riziki kidogo ama mingi ni Mungu aliamuru ya kwamba upate. Tushukuru Mungu kwa makofi yetu jameni. Hii ni siku ya kushukuru Mungu. Unajua Elijah aliyoambiwa hivyo, alitoka. Mzee hana kitu lakini ako na Mungu. Akaenda akapata mama akiokota kuni, na akatazama akaona huyu ni yule Mungu ameniongoza kwake. Akamwambia, mama, niletee maji nikunywe. Mzee alikuwa na kiu. Mama akaanza kuenda. Alipoenda akajua huyu ndiye mama. Na unajua ukikunywa maji bila kukula unasikia kama unakatwa tumbo. Kasema, wacha nijaribu sasa niitishe ya kukula. Akamwambia, niletee hata mkate. Mama akamtazama. Ule mama ameamuriwa. Sikizeni, si Mungu amemuamuru? Mungu ameamuru nani? Mama mjane, mama ambaye kilichobaki
ni kile tu cha kupika siku moja, ikiisha. In fact, hata sasa sijaweza kuelezea wakati anasema tukule tukufe. You know, we eat to live. Lakini huyu mama anasema tukule tufanya nini? Tukufe. Hiyo ni kumaanisha tumaini baada ya huu mkate imeenda, hakuna. Lakini huyo mama bila tumaini, huyo ndio mama Mungu anatuma Elijah kwake kumwambia, chochote kile ulicho nacho nipe mimi nikule kwanza. Wow, si ni ajabu jameni? Hii ni ajabu. Mkristo umekuja kanisani, wakati wa shukurani kanisani ni wakati wa kukumbusha mema Mungu amekutendea, na pia ni wakati wa kukuambia kanisa lako ambalo Mungu hukulisha na kukubariki lina mahitaji. Ni wakati wa kukuambia ya kwamba ni wewe utatimiza hayo mahitaji ya Mungu. Hey, Mungu amenituma kwako. Unaamini hivyo? Nifanye hivi Mkristo. Mimi sijui uko na nini ama huna nini, lakini Mungu amenituma kwako nikuambie wewe ndio utatimiza mahitaji ya madhabahu haya yake. Tuko pamoja? Na ananiambia amekuamuru wewe. Lakini sikiza, huyu mama hata kama ameamuriwa haamini itawezekanaje. Lakini mtu wa Mungu anamwambia wewe enda utimize jinsi Mungu amesema. Sio mimi nasema. Ni nani anasema? Ni nani anasema? Ni Mungu. Bwana sifiwe. Hiyo ni mambo ya ajabu. Mungu ameamuru. Mungu ameamuru. Nataka kumalizia nikisema hivi, kama Mungu ameamuru kupitia kwako, hiyo amri ni baraka kwako. Si ningesikia amen wa Kristo? Kama Mungu ameamuru kupitia kwako, hiyo amri yaweza kukaa kama ni uzito, lakini sio uzito, ni baraka kwako. Sikiza hiyo amri na uitimize. Sasa mimi nawaita muje mfanye shukurani hapa, kwa sababu hiyo ndiyo amri ya Mungu. Maana Mungu anataka tutimize amri yake, kazi yake ikaweza kuendelea. Mnajua mwabarikiwa na hili neno kwa sababu watu wametii amri ya Mungu, na hao watu Mungu amewabariki. Mama huyu alipotii amri akaweza kupika mkate na akaletea mtu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba lile chupa la mafuta halikufanya nini? Halikuisha. Mimi usiniulize kulifanyikaje, lakini nilikuambia hii ulimwengu tunaamkaga, unaenda kwa shamba, kuna kiangazi, watu wanashangaa watakula nini, lakini bado hatuja kufa. Bwana asifiwe. Kwa sababu chupa ya Mungu ya mafuta na ya mkate, as long as yeye yuko, haiwezi kuisha. Are we together? Hallelujah. Sasa nasema kwa jina la Yesu, amini. Kama Mungu aweza kulisha ulimwengu mzima, akikuamuru ukuja ubariki kazi yake, njoo uibariki. Chupa ya Mungu katika maisha yako haitaisha mafuta, haitaisha hata mkate. Praise be to God. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen.